katika masharti ya udhiya ni kwamba yule mnyama awe amesalimika na aibu ambazo ni zenye kumzuia asifai kuchinjwa. Ayakuna saliman min al'uyub, awe amesalimika na aibu ambazo zinamzuia asifai kuchinjwa. Nazo hizo aibu ni zipi? Zimetajwa katika hadithi ya al-Bara ibn Azib radhiyallahu anhu alladhi rawahu Ibn Majah fi sunan wa ghayruhu. Anasema kumpokea Mtume sallallahu alaihi wasallam kuwa amesema arba'un la tujzi'u fil adahi, wanyama sampuli 4 hawafai kuchinjwa katika udhiya. Wanyama sampuli 4 hawafai kuchinjwa katika udhiya. Kwanza Ibrahim, al-awra al-bayyin 'awaruha. Wa kwanza al-awra al-bayyin 'awaruha. Awra ni chongo ambaye haoni, kipofu ambao upofu wake uko wazi. Utajuaje kwamba huyu mnyama ni kipofu? Ukimwekea mkono upande huko hashtuki, lakini ukimwekea huko utamwona yataharak. Au akienda upande wa kushoto lile au upande wa kulia upande wa lile jicho ambalo alioni, ukiwa kuna ukuta kuna mti pale mbele anaweza jigonga gu mpaka tafute tena direction ya sawa. Hadha awaruhu bayyin, upofu wake uko wazi wazi. Fahadha la yajuz an tudhiya bihi. Thaniyan al-arja'u al-bayyin dhala'uha. Thaniyan al-maridhatu al-bayyin maraduha, yule ambaye ni mgonjwa maradhi yake yako wazi. Kuna magonjwa ambayo yanawashika wanyama, wale wanaofuga wanyama wanajua huyu mnyama wangu leo ameshikwa na maradhi fulani, ana homa, ana mafua, ana chicken pox, sijui ana kitu gani, maradhi ambayo yako wazi. Utamuona mbuzi amekuwa mnyonge kabisa, kama ni uchafu unatoka kwenye mapua yake, kama ni pele zimefanya kwenye mdomo, wamuona huyu ni mgonjwa, maradhi yako wazi, la yajuz. Thalithan al-arja'u al-bayyin dhal'uha, mnyama ambaye amevunjika mguu yake, ambao mguu wake umevunjika wazi wazi, hawezi hata kukanyagia, amevunjika mguu yake. Fadha la yajuzu an tudhiya biha. Na wa mwisho al-kasiratu allati la tunqi, al-kasira allati la tunqi, mnyama amekonda, unahesabu mbavu moja baada nyingine. Anasema al-kasiratu allati la tunqi ay la mukhala, hata ile duhu ile yake kwa mfupa ile inaitwa bone marrow hana tena, yani kimekuwa kigonda yani. Kwa nini ukaambiwa usichinje hawa? Kwa sababu wewe hii sadaqa unaitoa kwa Allah subhanahu wa ta'ala, unampatia Allah hii sadaqa, upatii mtu wa kawaida. Si kwamba wewe unapeana maskini tu, hii sadaqa utakaofikirie wewe unampatia Allah subhanahu wa ta'ala. Lan tanalu albirra hatta tunfiqu mimma tuhibbu, hamutofikia wema au hamutoifikia janna mpaka mutumie katika yale mlionayo kile ambacho wakipenda sana, kile ambacho chapendekeza zaidi katika nafsi yako. Lidhalika ahlul ilmi wanasema kullama kamula alhayawan, kila mnyama anapokuwa ni mkamilifu, viungo vyake yuko sawa, masikio yake yako kamili, macho yake yako kamili, pembe zake ziko kamili, hakuna ile washmi ile kupiga ile, hatuseme haifai, ile inafaa, lakini kila akiwa mnyama yuko safi, mwili wake hana hata kidonda, amenenepa mwili wake, fahadha aula. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema katika sunan at-Tirmidhi, wal hadithu fi sihhati kalam, asema Mtume sallallahu alaihi wasallam wa inna ad-dama la yaqa'u min Allah bimakanin qabla an taqa'a 'ala al-ardh, unapomchinja yule mnyama wako ile damu inakufika kwa Allah subhanahu wa ta'ala, yani manzila ikhlas. Unapochinja kwa ikhlas, taqarrub ila Allah azza wa jalla, unataka radhi zake, ile damu inafika kwa Allah subhanahu wa ta'ala kabla haijagusa mchanga. Tasawwar kichwa chake kiko karibu na mchanga pale, lakini ad-dama yasil ila Allah azza wa jalla qabla an tasil ila al-ardh. Kisha Mtume anasema fatibu biha nafsa, unapochinja chinja moyo wako ukiwa uko radhi.
moyo wako umefurahia, mimi nafurahi leo, mimi najikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa dhabh. Usichinje hali ya kuwa piga hesabu pale, jamaa mimi nitia hasara kweli, 1015 bwana zimenitoka Sheikh, hata nyumbani leo safari hii bwana sikupeleka Eid bwana. Usipige hesabu hizo. Ukipiga hesabu hizo hakuna kitu utapata. Naam, tujzi anka al-udhiya lakini ma tajid thawab. Chinja ukiwa moyo wako uko safi, anta radhi. Man dha alladhi yuqridu Allah qardan hasana, anta tuqrid rabbak, wamkopesha Allah subhanahu wa ta'ala. Na tulitaja nyuma hadithi hapa kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anailelea ile sadaqa yako, kama yurabbi ahadukum fuluwahu, inakuwa mfano wa jabali ile sadaqa yako. Utakuja kukutusha siku ya kiyama, huyu ni ule mbuzi ule mchinja huyu, mithla aljabal. Allah anailelea, anaibarikisha ile sadaqa yako. Fatibu biha nafsa. Kadhalika ni katika uyuba ambazo Mtume sallallahu alaihi wasallam amekataza mnyama kuchinjwa akiwa amechinjwa, amevunjika pembe yake imevunjika, au sikio limekatwa. Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu anasema katika Sunan Abi Daud, قال علي رضي الله عنه أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن. Mtume ametuamrisha tunapokwenda kuchinja mnyama tukague masikio yake na macho yake. Kwa hivyo ikiwa sehemu kubwa ya sikio imekatwa, wengine wakakisia robo ya sikio imekatwa au nusu ya sikio imekatwa au pembe imevunjika sehemu kubwa, wanasema hadha la yujzi. Au amekatwa mkia yake, kondoo amekatwa mkia au mbuzi amekatwa mkia. Ikiwa amezaliwa hana mkia, yeye maumbile yake, fala ishkala fi dhalik, sababu ile maumbile, na amezaliwa hana pembe, haina ishkali. Mushkila ni kwamba amevunjika pembe yake au masikio yake. Kadhalika inafaa kuchinja mnyama ambaye amefanyiwa yusama al-khusi, yule ambaye amevunjwa ile uume wake. Wale wenye wanyama wanajua, wanavunja ile uume wake, anazidi kunenepa, wala yastati an yatazawaj, ile nyama inazidi kufura kwa sababu ma yaqdi shahwatahu. Ulama wanasema mbuzi yule ni aula zaidi, kwa sababu nyama yake inakuwa safi zaidi na inakuwa nyingi zaidi. Kwa hivyo kuna watu wajiuliza, je, yafaa kuchinja mbuzi ambaye amefanywa castration? Katika lugha ya kisayansi anaitwa castration. Naam, yafaa, bali ulama wanasema ni bora zaidi hata kuchinja mbuzi wa kawaida, sababu mbuzi wa kawaida wao wanakujwa ile najisi yao, si ndio? Yakuluna ya abwalahum fayataghayyaru al-lahmu bisababi dhalik, nyama inabadilika. Kwa hivyo kila akiwa mnyama amekamilika, fahadha aula wa afdal.